Hapa nipo katika kijiji cha Kunzugu, wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Shughuli za kilimo cha pamba kuhakikisha kwamba udhibiti wa wadudu wasumbufu wa zao hili zinaendelea. Hapa nimezungumza na baadhi ya wakulima wa zao hili ambapo wameweza kutoa ushuhuda namna ya uzalishaji iwapo pale mkulima tu anapotumia elimu inayotolewa na maafisa ugani kupitia maafisa ugani wa mpango wa Jenga Kesho Bora BBT. Mbolea ile ya samadi niliweka kabla ya kulima, ilikuwa wakati ule wa maandalizi kuanzia mwezi wa 9 wa 8 hapo nikaweka, lakini wakati ule tunapanda hapa sasa, tukishirikiana na hao wataalamu tukapandia mbolea ile ya kupandia, lakini hii ya kukuzia baada ya kuachanisha kupunguzia miche na iliponyanyuka tu kidogo ndipo tulipoweka mbolea ya kukuzia urea. Matokeo yake ni mazuri kama mnavyoona. Matokeo yake ni mazuri kama mnavyoona kuliko wale wakulima ambao hawafuati ushauri wa wataalamu. Kipato. Hatulimi tu kama maua kuangalia, lakini kipato huko tunakokwenda. Madawa. Wataalamu wao wanashauri kwamba ekari moja itatumia chupa moja, ambazo chupa hizo nyingi zina mililita 60. Kwa jina naitwa Sila Samson, ni mkazi wa kijiji cha Kunzugu, kata ya Kunzugu. Ni mkulima wa zao la pamba. Bodi ya pamba imetuletea vipimo vipya vya 30. Katika vipimo hivi vina ufanisi mkubwa sana. Kwa sababu kwa mwaka jana nilianza majaribio, nilikuwa nimelima shamba la ukubwa wa robo eka. Na nilikuwa na mpango kila nikivuna pamba yangu naipima. Lakini mwisho wa siku nilipata kilo 508. Na kuna ndugu yangu mmoja alikuwa amelima eka moja, hakutumia vipimo hivyo, alikomea kilo 350. Lakini nimezungumza na afisa anayeshughulikia pamba, afisa wa BBT katika eneo hili la Kunzugu. Amesema elimu ambayo wamekuwa wakiitoa kwa wakulima jinsi ya kuzingatia kanuni bora za kilimo cha pamba inafanyika kwa ufanisi na mkulima anazingatia maelekezo. Yaani mafunzo ya unyunyizaji tunapomwelimisha mkulima huwa yana faida, sababu tunaona tukitembelea baadhi ya mashamba tunaona wadudu wanakuwa wanapungua, hivyo hali inakuwa shwari. Ushauri nini mkulima? Mkulima wa pamba anamshauri awe anatekeleza kanuni na masharti bora ya uzalishaji wa pamba ili kuongeza tija, kama kufanya palizi kwa wakati, kutumia pembejeo kwa wakati, hivyo na kadhalika. Kwa majina naitwa Maria Masawa, ni BBT. Katika uchunguzi wangu nilivyokuja kwenye kijiji, nimegundua wakulima na changamoto. Mkulima tunampa sisi dawa, ananunua naye dawa yake dukani. Kama huyu hapa mkulima alikuwa amenunua Sinokroni, anachukua Sinokroni anachanganya na dawa tunazompa sisi. Kwa zile dawa zinaleta matokeo mengine, ndio maana pamba inakuwa hivi. Changamoto nyingine, wakulima hawatumii dozi kamili ya viuatilifu, yani hawatumii vipimo maalum. Kwa mfano tunamshauri sisi, tunampa ile dawa ina mililita 60, atumie mililita 20. Yeye anakuambia pamba yake ni kubwa, anatakiwa aweke mililita 30. Kitu gani mnafanya ili kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye maelekezo? Tunazidi kuwapa elimu, tunawaelekeza watumie mililita 20. Naitwa Amina Yusuf Malongo, afisa kilimo BBT mtaa wa Bukole na Miti Mirefu. Tunatoa elimu nyingi kwa wakulima. Mapokeo ni mazuri, ingawa kuna wengine bado kwa sababu tumekuja kwa kuchelewa, ila kiufupi wanaendelea vizuri kama mnavyoona hapa. Mzee amefuata ushauri, ndio maana mnaona mazao yanaendelea vizuri. Kingine, ufuatiliaji wa mashamba mara kwa mara pia inasaidia kuongeza tija kwenye hili zao la pamba. Kingine pia utoaji wa pembejeo kwa wakulima kwa wakati ni mojawapo wa kuongeza tija kwenye hili zao la pamba. Kwa majina naitwa Juma Thomas Marima. Matumizi ya mbolea ya samadi. Wanatumia mbolea ya samadi
wanaika mashambani, na hasa wanaanza maandalizi mwezi wa 6 pale, wa 7, wa 9 tunaanza kupanda. Kwa hiyo tunaona matokeo ni mazuri kama mnavyoona na tija imepanda. Nyamatoke, kata ya Mcharo, wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Nimekutana na mkulima wa eneo hili ambaye amesema kwamba uzalishaji wake wa zao la hili la pamba umekuwa ukiongezeka maradufu mwaka hadi mwaka kutokana na elimu ambayo amekuwa akipewa na maafisa kilimo wa zao hili la pamba. Lakini amepeleka uombi kwa serikali kupitia bodi ya pamba kuhakikisha kwamba wanamsaidia ndege nyuki au ndege zilizokuwa na rubani kwa ajili ya kumsaidia shamba lake hili kubwa kumwagilia ili kuua wadudu waharibifu. Jina naitwa Mehuna Girigoi Guyaya. Mkazi wa kijiji cha Nyamatoke. Kata ya Mcharo, wilaya wa Bunda. Mimi kiujumla nalimaga eka 10. Siku nikikwama kidogo kutokana na uchumi nalima eka 8. Sasa pambo ya mgongo huwa ananiasili sana katika kubeba. Mpaka baadaye nachelea wadudu anashambulia shamba sana. Lakini bodi ya pamba wengi walikuwa wanaona dawa wanaleta, na baadaye wakafika mahala kuanzia mwaka juzi wakanipa na pampu za kuongezea kupulizia, lakini namna kubeba uzito. Sasa kukodi vijana gharama kawa kila heka wanaita kupuliza kwa wakati mmoja. Mtu anayobeba pampu anahitaji shilingi 5,000. Kama ni vijana watatu ni 15,000. Sasa nikakuta gharama ananiwia razi, yani inakuwa ngumu na shindwa. Kwa hiyo wadudu wanashambulia. Mwaka jana nikakuta bodi ya pamba wameniunga mkono kijiji hiki, walileta kwanza kitu kama ndege ambayo ilikuwa naruka. Nikiripoti kutoka katika wilaya hii ya Bunda mkoani Mara, mimi ni Sita Tuma na hii ni STV.